fadhili zako. Yesu wewe nifu, Yesu kila siku, kila saa. Asante Yesu, asante Yesu, kila siku, kila saa. Asante Yesu, asante Yesu, kila siku, kila saa. Asante Yesu, asante Yesu, kila siku, kila saa. Yesu, Yesu. Nyanyua mikono yako juu, mtu wa Mungu. Nyanyua mikono yako juu, mtu wa Mungu. Nyanyua mikono yako juu, sema Bwana Yesu, hakika wewe kila siku wewe ni mwaminifu, kila siku wewe ni mwaminifu. Ninakushukuru Bwana kwa jioni ya leo, maana katika madhabahu hii kuna uaminifu wako, maana katika madhabahu hii kuna uaminifu wako juu ya maisha yangu, juu ya nafsi yangu. Pokea sifa na heshima kwa kunilinda kwa neema yako, kwa kunilinda na nguvu zako na uweza wako juu ya maisha yangu, kwa namna ya upekee, kwa namna ya upendeleo. Katika majira ya asubuhi umekuwa pamoja na mimi, katika majira ya mchana umekuwa pamoja na mimi, majira ya alasiri umekuwa pamoja na mimi, majira ya jioni ya leo uko pamoja na mimi. Hakika wewe ni mwaminifu, hakika wewe ni mwaminifu. Ninakutukuza kwa uaminifu wako, maana ni mengi niliyoyapitia, niliyokutana nayo, lakini uaminifu wako umenisaidia, lakini uaminifu wako umenitetea. Baba ninakutukuza, Baba ninakutukuza. Inua mikono yako juu, mwambie nakutukuza, mwambie nakutukuza, mwambie nakutukuza. Kila mmoja inua mikono yake juu, mwambie nakutukuza. Ninakutukuza kwa uaminifu wako, ninakutukuza kwa uaminifu wako. Oh, tafakari maisha yako, tafakari umepita mangapi, tafakari umekutana na mangapi, umekutana na vingapi. Mwambie Bwana ninakushukuru, wewe ni mwaminifu, wewe ni mwaminifu. Baba, jioni ya leo tumesimama kwako katika jina la Yesu, tunakutukuza kwa ajili ya uaminifu wako. Watu wa Mbezi Beach, Bwana, tulioko hapa na wale walioko online, Mungu liya hai, tunakiri kwa vinywa vyetu uaminifu wako, tunakiri kwa vinywa vyetu uaminifu wako, kwamba tumekuona, kwamba tumekuona tulipokuwa tunapanda na kushuka, tulipokuwa katika makazi yetu, tulipokuwa katika biashara, tulipokuwa katika ofisi, tulipokuwa katika changamoto mbalimbali ambako tumepitia. Bwana, tumekuona, tunakiri uaminifu wako, tunakutukuza Bwana, tunakushukuru mfalme wa amani, tunalibariki jina lako Mungu kwa ajili ya kutusaidia, kwa ajili ya kututetea, kwa ajili ya kutupigania, kutupa uzima, kutupa afya, kutupa uhai, kutupa neema ya kuwepo tena jioni ya leo. Wako ambao tumeanza nao siku Bwana, lakini hawapo sasa. Mungu Baba, wamekutana na masaibu mbalimbali ya dunia hii. Sisi tumekuwa hivi tulivyo, kuwa madhabahuni kwako. Yule mama anasikia kukuinulia mikono, yule baba anasikia kukuinulia mikono, yule kaka anasikia kuinua mikono mbele zako, yule dada Mungu anakuinulia mikono wewe. Hatuna Mungu mwingine ambaye Baba tunamuinulia mikono, wewe peke yako, wewe peke yako. Kila siku, kila saa umwaminifu wewe, kila siku, kila saa umwaminifu wewe. Pokea sifa, pokea sifa Baba, pokea sifa Baba, pokea sifa Baba, kwa kutulinda, kwa kututetea, kwa kutushindia. Tunakutukuza, tunakuinua, maana tumekuwa katika mikono yako, tumekuwa katika mikono yako. Hakika Bwana umetushika, hakika Bwana umetuinua, hakika Bwana umetupigania. Tunakutukuza, tunakuinua. Endelea kumshukuru Mungu, usimwangalie jirani yako, tafakari matendo makuu kwenye maisha yako. Usimwangalie anavyoomba, wewe ng'ang'ana ukitafakari namna ambavyo umelindwa, namna ambavyo umetetewa. Unajua mwingine inawezekana hajatafakari, hajaomba, hajajua namna ambavyo Mungu amemshika. Huwezi kusema kila siku wewe ni mwaminifu.
mwaminifu. Kama hujatafakari uaminifu wake kwenye maisha yako, kama hujatafakari namna ambavyo umepita, lakini akakubeba, lakini akakusaidia, lakini akakushindia, fungua sauti yako, inua kinywa chako mbele za Bwana, tamka uaminifu wake, tamka uaminifu wake, tamka uaminifu wake. Ni wangapi ambao tumeanza nao mwezi wa 7 hawapo, mwezi wa 7 hawapo, wewe upo, mimi na wewe tupo. Mwadhimishe, mwambie Baba, ninakutukuza, ninakutukuza, wewe ni mwaminifu mno. Uaminifu wako umeniweka hai, uaminifu wako umenipa uzima, uaminifu wako umenitetea, uaminifu wako umenivusha, uaminifu wako umenishindia. Walioondoka sio kwamba walikuwa wachafu, sio kwamba walikuwa watenda dhambi. Bwana ameturehemu tu, Bwana amekuhurumia tu. Mpazie Mungu sauti, usimwangalie jirani yako anavyoomba. Ng'ang'ana kwenye tafakari ya moyo, ukimwambia wewe ni mwaminifu kila siku, kila saa, kila siku, kila saa. Wewe ni mwaminifu, wewe ni mwaminifu, wewe ni mwaminifu, wewe ni mwaminifu. Tunakutukuza Baba, tunakutukuza Yesu, tunakuinua shujaa wa msalaba. Namna ambavyo umetusaidia, namna ambavyo umetutetea, umetupigania. Uinuliwe Bwana, uinuliwe Mungu aliye hai. Umenishika mimi toka mwezi wa 7 tarehe 1, tarehe 2, tarehe 3, tarehe 4, tarehe 5, tarehe 6, tarehe 7, tarehe 8, tarehe 9 na 10, tarehe 11 na 12, tarehe 13 na 14, tarehe 15 na 16, tarehe 17, tarehe 18, tarehe 19, tarehe 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, leo 29. Mimi ni nani? Mimi ni nani? Sio sadaka, sio maombi Baba, ni rehema zako, ni uaminifu wako, ni huruma zako. Wako waliokufanya pressure, wako waliokutana na masaibu mengi, wako waliokufanya ajali, wako ambaye Bwana matukio tu ya dunia hii yaliwaondoa, lakini Bwana sisi umetusaidia. Tulioko hapa, walioko online umewasaidia Baba wa rehema. Kila mmoja umemsaidia kwa namna yake, familia zetu, watoto wetu, nyumba zetu, katika jina la Yesu umetusaidia. Uaminifu wako ni mkubwa. Pokea sifa, pokea sifa, pokea sifa, pokea sifa, pokea sifa, pokea sifa ya vinywa vyetu, pokea sifa za mioyo yetu. Bwana, hatuna kama wewe, hatuna kama wewe, hatuna kama wewe. Pokea sifa Bwana, pokea sifa Bwana. Tunakuinulia mikono yetu, tunakuinulia na vinywa vyetu na makofi yetu, tunakushangilia, tunakutukuza. Mwinulie Bwana makofi yako. Hebu mpe makofi kama unajua kwamba amekusaidia. Acha kupiga makofi kinyonge wewe, mpigie shujaa makofi aliyekutetea. Hata hayo makofi yawe sadaka, hata hayo makofi yawe sadaka ya kukupa tena kumaliza na kuanza mwezi mwingine. Mwadhimishe, mwinulie makofi yako na vinywa vyako na vigelegele kwa wababa na wamama, tukimtukuza na kumwinua. Rabobo sheketeria mamanto. Ni wewe Bwana, ni wewe Bwana. Ndio, ndio. Nyanyua mikono yako juu, nyanyua mikono yako juu. Nataka tena mbele za Mungu katika hatua nyingine kabla hatujasikia neno la Bwana jioni ya leo. Kama umekaa na una afya ya kusimama, simama. Lakini kama umekaa una afya ya kusimama, uwe na amani. Lakini fuatilia maombi. Sema, Bwana Yesu, okay, nataka nikupeleke mbele za Mungu kwa ajili ya kumwambia Bwana, mwaka huu toka umeanza Januari na vingi ambavyo nimepita, lakini toka nimeanza tarehe 1 mpaka sasa nina mengi ya kuumiza, na mengi ya kukatisha tamaa, na mengi na misukosuko mingi. Mungu, naomba univue, usiniache nikavuka nayo, nikaingia nayo mwezi wa 8. Lengo la maombi ya kila tunapoanza mwezi na kumaliza mwezi, maana yake nilituanza tukiwa watu fresh, nilituanza tukiwa watu wapya. Kwa hiyo ulivyovipokea ndani ya mwezi huu, mwambie Bwana, najikung'uta. Biblia inasema katika kitabu cha Isaya ile 54 anasema jikung'ute mavumbi, jikung'ute mavumbi. Kwa hiyo hebu jikung'ute mavumbi ya mwezi wa 7 toka ulipoanza, kila changamoto, kila vita. Nyanyua mikono yako juu. Ndio maana nimesema kama una afya ya kusimama, simama. Lakini kama una afya ya kusimama, uwe na amani, kaa. Lakini fuatilia maombi. Sema, Bwana Yesu. Pata sauti yako. Bwana Yesu, Bwana Yesu, toka nimeanza tarehe 1
nina mengi nimeyapitia, misukosuko, maumivu, changamoto za kila namna ambazo hata sasa zinatembea ndani ya nafsi yangu, zinatembea ndani ya moyo wangu. Hata mengine sijui ninamalizaje, ninavukaje, ninapitaje. Lakini Baba, kwa mimi kuwa hai ni muujiza mkubwa, kwa mimi kuwa hai ni muujiza mkubwa. Sema jioni ya leo, sema ninasimama katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu, sawa sawa na neno lako. Bwana, la Isaya 52 ulisema na binti Sayuni ukamwambia, jikung'ute mavumbi, jikung'ute mavumbi. Sema nami jioni ya leo, paza sauti nami jioni ya leo, ongeza sauti tena nami jioni ya leo. Sema ninajikung'uta mavumbi ya mwezi wa 7 toka tarehe 1 mpaka leo. Sema sitaenda na hayo mavumbi mwezi mpya, mwezi wa 8, kwa jina la Yesu. Sema ninajikung'uta mavumbi yanayoitwa magonjwa, mavumbi yanayoitwa maneno, yanayoitwa vikao, yanayoitwa madeni, yanayoitwa uchungu, kwa damu ya Yesu najikung'uta, najikung'uta. Inua mikono yako juu, anza kujikung'uta sasa. Asante, asante. Kuna watu wamejielewa. Endelea, endelea. Ndio, kila mavumbi, kila mavumbi jikung'ute. Isaya 52 anasema jikung'ute mavumbi, binti Sayuni, jikung'ute, jikung'ute. Maana yake anaambiwa tafuta kuwa fresh, kuanza upya. Sema mwezi wa 7 sitavuka nao mavumbi ya mwezi wa 7, machungu ya mwezi wa 7, madeni, hofu ya hasara, hofu ya magonjwa, hofu ya... Endelea, endelea. Kuna watu wamejielewa. Endelea, weka bidii, weka bidii. Sema najikung'uta, najikung'uta jioni ya leo kwa jina la Yesu Kristo. Jioni ya leo kwa damu ya Yesu Kristo, mtumishi wako nimesimama kwenye hii madhabahu, ninajikung'uta kila mavumbi, mavumbi ya mwezi wa 7 toka tarehe 1, tarehe 2 mpaka leo 29. Mungu Baba, umetupa neema ya maombi ya mfungo wa siku 3 ili tuvuke tukiwa tumeacha machungu, tumeacha mavumbi ya mwezi wa 7. Ndani ya mwezi wa 7 tukienda mwezi mpya wa 8, tuende watu wapya, tuende na madhabahu iliyojaa vitu vipya, tuende na mioyo iliyojaa vitu vipya, tuende na nafsi ambazo zimejaa vitu vipya. Ripokoropokoria rapapapapapa ropokoria mama, jikung'ute hiyo hofu, jikung'ute hiyo hofu, jikung'ute hiyo huzuni, jikung'ute hiyo uchungu uliokutana nao ndani ya mwezi wa 7, maneno ya kukatisha tamaa, misiba uliokutana nayo mwezi wa 7. Jikung'ute mtu wa Mungu, kuna upako unapita, acha ukawaida, kuna upako unapita. Ninajikung'uta vita ya kazini, vita ya kwenye ndoa, vita ya mahusiano, vita ya kwenye huduma niliyokutana nayo mwezi wa 7, kwa damu ya Yesu sitavuka, endelea, 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 endelea kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninajikung'uta maumivu, maumivu ya watoto. We mzazi, jikung'ute, 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 jikung'ute maumivu ya kiuchumi, jikung'ute madeni, jikung'ute. Yaambie hamtanitisha, sitakufa wala sitaishia njiani nayo maumivu. Endelea, endelea. Kuna watu wanajielewa. Endelea, na kuna watu wanapona, na kuna watu wanapona. Rapa kasaka ropo korobosi rimando robosaka. Ninajikung'uta katika huduma, katika utumishi, ninajikung'uta, ninajikung'uta katika maisha ya kawaida, kiuchumi, chochote, 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 chochote ambacho tumetembea nacho tunakataa, tunajivua, tunakataa, tunajikung'uta, tunajikung'uta. Tunaendelea, endelea, usinyamaze. Ndio, endelea, 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 endelea kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ndio, 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 endelea, ndio, endelea, ndio, endelea, ndio, endelea, ndio, endelea, ndio, endelea, endelea kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Amen. Mpigie Yesu makofi kama unayo, na kama unajua nampigia nani, tafadhali mpigie Yesu makofi tafadhali. Muongezee makofi kama unaelewa unampigia nani, katika jina la Yesu aliye hai.
Nyanyua mikono yako juu. Sema Bwana Yesu. Paza sauti, sema Bwana Yesu. Okay, nataka nikupeleke kwenye maombi ya nafsi yako. Zaburi ya 142 mstari wa 7, Daudi anasema, uitoe nafsi yangu kifungoni. Inawezekana katika mapito. Tafadhali na watu wa vyombo mtuache kwenye utulivu ili tuweze kusikia vizuri na kuomba vizuri. Inawezekana katika mapito yako kuna namna ambavyo inawezekana una kitu umekipitia na nafsi yako imekamatwa mahali, imefungwa mahali, na adui anataka kutumia huo mlango kukuchelewesha. Sawa na Zaburi 147 mstari wa 142, Zaburi 142 mstari wa 7, Zaburi 142 mstari wa 7. Daudi anasema uitoe nafsi yangu, wametuwekea ubaoni pale, uitoe nafsi yangu kifungoni. Hebu sema kwa sauti, uitoe nafsi yangu kifungoni. Paza sauti, nasema uitoe nafsi yangu kifungoni, nipate kulishukuru jina lako. Sema tena, uitoe nafsi yangu kifungoni, nipate kulishukuru jina lako. Nyanyua mikono yako juu. Inawezekana kuna mahali umepita, kuna vitu umevipitia vikainasa nafsi kwenye kifungo. Sasa usiende mwezi wa 8 nafsi ikiwa kifungoni. Sema Bwana Yesu. Kwa sauti yako sema Bwana Yesu. Tena kwa sauti, Bwana Yesu, nasimama tena na damu yako inayonena mema. Sema mahali popote nafsi yangu ilipokamatwa kwenye kifungo katika ulimwengu wa roho, vifungo vya maneno, vifungo vya mapito, vifungo vya vita ya madhabahu ya kifamilia katika ulimwengu wa roho, sema Mungu Baba, jioni ya leo, jioni ya leo, sema ninasimama na damu ya Yesu, na damu ya Yesu, popote ambako nafsi yangu, popote ambako nafsi yangu imekamatwa kwenye kifungo cha madhabahu ya kifamilia, kwenye kifungo cha maneno, cha mapito, cha vita katika ulimwengu wa roho, ya mapito ya changamoto mbalimbali ndani ya mwezi huu wa 7, jioni ya leo, paza sauti, jioni ya leo, tena jioni ya leo, tena jioni ya leo, tena jioni ya leo, kwa sauti, tena jioni ya leo, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, sema ninatoka, ninatoka kwenye hicho kifungo, kwenye hicho kifungo, kwenye hicho kifungo, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kifungo cha maneno, kifungo cha sadaka, kifungo cha mapito, natoka, natoka, natoka. Endelea, tamka natoka. Maombi ni haraka haraka, sema natoka, natoka, natoka. Endelea, endelea. Baba wa rehema, kama Daudi alivyosema, uitoe nafsi yake kifungoni. Baba, ninasimama mbele ya uso wako Bwana, kwa ajili ya kuinyang'anya nafsi yangu popote ambako imekamatwa, popote ambako imefungwa, popote ambako imeshikiliwa, popote ambako imekamatiwa kwenye kifungo Bwana, chochote cha vita yoyote, cha mapambano yote ya mwezi huu wa 7, Baba, sitavuka la hicho kifungo, sitavuka la hiyo vita, sitavuka la hicho kifungo, sitavuka la hiyo vita. Nafsi yangu itoke, endelea, itoke, itoke, nafsi yangu inyang'anywe, 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 itolewe popote, popote, popote katika jina la Yesu. Kila kifungo cha maneno, kila kifungo cha ibada, kila kifungo cha sadaka, kila kifungo cha miungu, linatoka, 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 linatoka kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila ibada, kila sadaka, kila maneno, chochote kilichoinuliwa, chochote kilichoinuliwa kwa damu ya Yesu, linatoka, 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 linatoka kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Natoka, endelea, natoka. Kuna watu wamechoka, wewe usichoke, wewe endelea, endelea, endelea. Sema natoka, sema natoka, sema natoka, sema natoka, sema natoka, sema natoka kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu aliye hai. Amen. Makofi mengi mengi tena. Tafadhali ongeza makofi kama una makofi. Kama hayaumi, hebu mpigie Yesu makofi, ni ya kwake tafadhali. Nyanyua mikono yako juu. Nataka tuende kwenye kifungo cha mauti. Wakati naomba hapa, nataka kuishia hapo. Sauti ikasema, peleka watu kwenye kifungo cha mauti ya kiroho, inaoua, inaofisha, inaoharibu vitu vyao.
Inawezekana ndani ya mwezi huu wa 7 kuna kifungo ambacho umetembea nacho cha mauti ya kiroho kwenye vitu, kwenye utumishi, kwenye ndoto zako, kwenye biashara zako, kwenye kazi zako. Na wewe unayetufuatilia online, tafadhali enda pamoja nasi tunapoomba mahali hapa. Omba pamoja nasi kila mmoja, kwa sababu ndani ya siku 3 hizi, maana yake Mungu hawezi kuachilia neema ya kila mwezi siku 3 pasipokuwa na sababu. Nyanyua mikono yako juu, tafakari maisha yako. Kifungo cha mauti ya kiroho kiko wapi? Inawezekana umetembea nacho na ujui. Sasa ng'ang'ana mbele za Mungu, mwambia Bwana aingilie kati. Nyanyua mikono yako juu. Ndio maana nikasema kama haumwi, una shida ya kiafya, simama. Lengo lako sio kuteseka, lengo ni kumaanisha katika kuomba. Sema Bwana Yesu, kwa sauti tena, Bwana Yesu, tena kwa sauti kubwa, Bwana Yesu. Sema nasimama tena la damu ya Yesu, damu inaonena mema, damu inaonena mema, damu yenye nguvu, katika jina la Yesu. Bwana, inawezekana ndani ya huu mwezi kuna kifungo cha mauti ya kiroho inayopambana na mimi kwa siri, katika lango la utumishi, katika lango la uchumi, katika lango la ndoa, katika lango la uzao, katika lango la biashara, katika ofisi, katika chochote ninachokifanya. Mungu Baba, yako mapambano yaliyosimama ya roho ya mauti ya kiroho. Jioni ya leo sema nasimama kwa damu ya Yesu, kama ulivyosema katika Isaya 52 mstari wa 1 na kuendelea. Ulimwambia binti Sayuni ajikung'ute mavumbi, tena ajifungue vifungo vyake. Jioni ya leo sema kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kila kifungo cha mauti ya kiroho kwenye maisha ya sema najivua. Ino mikono juu, najivua maanisha najivua kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Endelea. Nataka upambane, yaani nataka nione watu wanaopambana, sio tu unatamka, lakini nataka mpaka nje mikono ionyeshe, mwili uonyeshe ya kwamba kila kifungo lajikung'uta, kila kifungo cha mauti ya kiroho katika ndoa, mauti ya kiroho katika utumishi, mauti ya kiroho katika uchumi, katika ofisi, katika kazi, katika huduma, mauti ya kiroho kwenye kipawa, mauti ya kiroho chochote ambacho kimekaa, tunajikung'uta kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Endelea. Ninaona watu mikono inawaka moto, hicho ni kifungo katika lango la uchumi. Endelea. Sema kila kifungo kinachokula, kila kifungo cha mauti kinachokula, najikung'uta, najikung'uta. Sema najikung'uta kwenye nyumba yangu, kwenye uchumi wangu, kwenye kazi, kwenye biashara, chochote kilichosimama na uzao wangu na familia yangu, kwa damu ya Yesu Kristo najikung'uta. Endelea kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Chochote kilichosimama, Mungu aingilia kati kutupigania na kututetea katika jina la Yesu aliye hai. Amen. Makofi hayo hayatoshi. Kama unajua unampigia nani, ongeza tena makofi mengi kwa Mungu aliye hai, katika jina la Yesu aliye hai. Nyanyua mikono yako juu. Nataka uombe kwa ajili ya madhabahu hii mahali hapa. Tunaingia msimu mwingine wa mwezi mwingine wa 8. Upako tuliotembea nao mwezi wa 7, tunamwomba Mungu upako wa utukufu mwingine mwezi wa 8. Sema amen. Kwa kama tunataka kubadilika sisi, lazima na madhabahu ibadilishwe kiroho, ipokee upako wa kutusafirisha tena mwezi wa 8 kwa viwango vingine, mwezi utakao kuja kwa viwango vingine. Nyanyua mikono yako, acha kuomba kivivu tafadhali. Nataka nikuona watu naona watu wengine ni vijana kabisa, wadada mmekaa. What's wrong? Kuna shida gani? Nataka wote, kila mmoja amaanishe, nikiona wazee wamekaa inisumbui.
lakini nikiona watu wa umri mdogo wamekaa, naona kuna kukosa kumaanisha. Nyanyua mikono yako juu, nyanyua mikono yako juu, omba kwa ajili ya hii madhabahu. Sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, paza sauti yako. Bwana Yesu, asante kwa neema yako, asante kwa neema yako juu ya hii madhabahu. Umetupa madhabahu hii kwa ajili ya kutua mizigo yetu, kwa ajili ya kutua mizigo yetu, vifungo vyetu, mateso yetu, maombi yetu, hoja zetu. Bwana, tunaibeba mbele ya madhabahu hii katika ulimwengu wa roho. Baba wa rehema, tunaomba inua damu yako, iachilie kwenye hii madhabahu, itakase, itakase, ipe kibali kingine katika mwezi unaokuja vya utukufu wako, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Sema Mungu Baba, tunaondoa kila upinzani, kila unajisi, kila vita, kila uzito kwa jina la Yesu. Ndani ya hizi siku tatu, sema Bwana, tunajiweka wakfu kwa damu ya Yesu. Tunaiweka madhabahu wakfu kwa damu ya Yesu. Siku tatu zikabebe Utatu Mtakatifu wa kutuhudumia kwa viwango vingine kwa jina la Yesu. Na mwezi unaokuja tukaende kwa viwango vingine. Sema tunaachilia damu ya Yesu, damu ya Yesu. Inua mikono yako juu, tunaachilia damu ya Yesu. Anza kuachilia kwenye hii madhabahu, tunaachilia damu yako Baba kwenye hii madhabahu. Kila kinachozuia, kila kinachopambana, kila kinachopigana, kila kinachopambana katika ulimwengu wa roho, Baba, tunaondoa mazuio, tunaondoa unajisi, tunaondoa uchafu, tunaondoa kila kinachopambana, kila uzito. Bwana, tunaomba viwango vingine, tunaomba viwango vingine, tunaomba viwango vingine, tunaomba viwango vingine kwenye hii madhabahu ndani ya mwezi wa 8. Bwana, twende katika viwango vingine. Siku tatu hizi za kumaliza mwezi wa 7 tunajiweka wakfu, tunaiweka madhabahu wakfu, iwe na jambo jipya, iwe na kitu kipya, iwe na neema mpya, iwe na mafuta mapya, iwe na utukufu mwingine. Kuna watu wanakuja hapa leo, kesho na Ijumaa, wana mizigo, wana mahitaji, wana vilio, wana misiba. Bwana, tunaomba hii madhabahu ikabebe, hii madhabahu ikatuhudumie, hii madhabahu ikafunue kitu kipya cha kutubebea kuvuka na kushinda katika jina la Yesu aliye hai. Amen, amen, amen. Ongeza tena makofi kama unayo. Mungu akubariki. Naomba uketi. Asante praise. Mungu awabariki kwa ajili ya utumishi wenu. Nimekombolewa naye Yesu aliye nirehemia, kwa bei ya mauti mimi kombolewa, kombolewa na kombolewa na damu ya Yesu, kombolewa mimi mwana wake kweli. Pigie tena Bwana Yesu makofi mengi 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 mengi. Mtu wa Mungu tafadhali, ni ya Bwana Yesu, sio ya mtu, ni ya Bwana Yesu. Inua mikono yako hebu juu namna hii, alafu piga makofi tafadhali kama una uhai tafadhali. Amen. Tunamtukuza Mungu ambaye ametupa siku ya leo, na ni siku ya maombi ya siku tatu kama ilivyo ada na utaratibu kwenye madhabahu hii ya kumaliza mwezi na kuanza mwezi. Na Mungu ametupa nafasi hii jioni ya leo kwa ajili ya kuanza leo, kesho na Ijumaa. Endelee kukuomba na kukusii usiache kualika na wengine ambao inawezekana aidha wamesahau au wamepitiwa au wamekamatwa na majukumu ama jiografia ya mji hapa mjini. Tafadhali endelea kualika na wengine na kuwajulisha kwa siku ya kesho, tuweze kuungana pamoja online ama waziwazi mahali hapa. Lakini pia nikuombe kwamba ujitahidi kuwahi, kwa sababu mwendo wetu utakuwa ni mwendo wa kuwa na maombi kwanza, alafu baadaye neno, alafu baadaye maombi. Bwana Yesu asifiwe. Tena Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo namshukuru Mungu ambaye amenipa nafasi hii
kusimama mbele yako tena jioni ya leo, na nishukuru mchungaji kiongozi baba yetu Dr. Allen Mbiso. Tungekuwa naye lakini ametutakia baraka, ana kikao, kwa hiyo imemlazimu kutokana na nafasi hiyo kutokuweza kushiriki nasi, lakini kwa siku za mbele tutashiriki naye. Na Mungu ametupa nafasi jioni ya leo kuwa na ujumbe wenye kichwa kinachosema wekeza katika maombi. Kama unaandika, wekeza katika maombi ili ufanikiwe katika vikwazo vya mafanikio kiroho. Kwa hiyo kama una mahali pa kuandikia, ujumbe unaotuongoza kwa siku hizi tatu na kichwa kinachosema wekeza katika maombi. Natamani mno tupate utulivu mzuri, na watu wa vyombo watusikilize vizuri na watuweke vizuri, kwa sababu Mungu amewapa maombi ili ufanikiwe katika vikwazo vya mafanikio kiroho. Wekeza katika maombi ili ufanikiwe katika vikwazo vya mafanikio kiroho. Naomba nirudie tena, wekeza katika maombi. Usisahau kuandika kwa herufi kubwa kichwa cha somo, andika kwa capital letter, wekeza katika maombi ili ufanikiwe katika vikwazo vya mafanikio kiroho. Na neno letu kuu ni kitabu kile cha Yakobo mlango ule wa 5 mstari wa 17 hadi 18. Kitabu cha Yakobo mlango ule wa 5 17 na 18, neno letu kuu ambalo linabeba kichwa cha somo. Yakobo 5 17 na 18. Neno la Mungu linasema, Eliya alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi. Akaomba kwa bidii mvua isinyeshe, na mvua ikunyesha juu ya nchi muda wa miaka 3 na miezi 6. Akaomba tena, mbingu zikatoa mvua, nayo nchi ikazaa matunda yake. Amen. Tuombe. Mungu, asante kwa kuwa umetubarikia neema hii ya siku tatu mahali hapa kuwepo kwa ajili ya maombi ya kumaliza mwezi na kuanza mwezi mwingine, kama vile ambavyo uliachilia ufunuo kwenye madhabahu hii muda mrefu. Ninajua katika maombi haya kuna kitu unapitisha kila itopo leo, mwezi kwa mwezi na hatua kwa hatua, ya mwaka kwa mwaka. Kila tunapofanya hivyo, kuna vitu umetusaidia mwezi uliopita kwenda mwezi wa 7, na huu mwezi wa 7 kwenda mwezi wa 8 vile vile. Kuna vitu ambavyo Mungu umekusudia kutusaidia. Nisaidie mtumishi wako kunena. Nilipokuuliza ujumbe baada ya kupewa nafasi hii, ulinipa ujumbe huu wenye kichwa kinachosema wekeza katika maombi ili ufanikiwe katika vikwazo vya mafanikio kiroho. Naomba useme nami, lakini useme nasi, huisha sauti yangu, na zaidi ya yote fahamu zetu, kila mmoja anaposikia tuweze kupokea kutoka kwako. Tumia kama chombo chako Bwana, kunena kwa wepesi, lakini pia fahamu zetu ziweze kukuelewa na kukupokea, na kila mmoja akapate kujengwa na kupokea nguvu nyingine mpya ya kumaliza mwezi, lakini pia na kuanza mwezi mwingine katika mwaka huu ambao umetupa. Enda nasi na kuhitimisha nasi kwa utukufu mkuu, katika jina la Yesu, amen. Kanisa la Mungu, amen. Kama nilivyotangulia kusema, kichwa cha somo kinasema wekeza katika maombi ili ufanikiwe katika vikwazo vya mafanikio kiroho. Ilikuwa ni maswali yangu kwa Mungu nilipopata nafasi hii ya kusema kama nitasimama katika maombi haya ya siku hizi tatu ya kumaliza mwezi na kuanza mwezi. Kwa hiyo kwa Mungu nikawa nauliza, Mungu, ni kitu gani ambacho Mungu umekusudia? Kwa hiyo wakati naendelea kuuliza, na wenzangu wanaohusika na utaratibu hapa, siku moja jioni wakatuma message kwamba mtumishi, tunaomba kichwa cha somo pamoja na picha.
Mungu katika siku hizi 3 naenda kusema nini, na sikuwa nimepata. Kwa hiyo baadaye wakati nimeelekea chumbani, nimetulia, naendelea kutafakari na kumuuliza Mungu, ndio baadaye usiku umeendelea, Mungu akanipa kichwa hiki cha somo. Kwa sauti ikasema na mimi andika. Kwa hiyo mimi nikakamata daftari yangu na karatasi ya majaribio nikaandika. Mara ya kwanza na mara ya pili, mara ya 3 nikapata amani moyoni kwamba kichwa cha somo kimenyooka, na Mungu nikamuuliza neno na akanipa neno. Na baadaye usiku wakati umeendelea, nikatuma kwa muhusika kile ambacho walikuwa wameniomba kwa ajili ya tangazo na kwa ajili ya maandalizi ya maombi haya ya siku 3 za maombi ya kumaliza mwezi, lakini pia na kuanza mwezi. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sauti ikasema na mimi andika, wekeza katika maombi ili ufanikiwe katika vikwazo vya mafanikio kiroho. Jioni ya leo nitazungumza machache. Tumeomba na natamani pia tumalize kwa maombi, lakini kuna mambo ambayo Mungu anataka kufanya, na nikuombe usiache kuwepo leo na kesho tena na kesho kutwa. Na nimekuomba kuwahi kwa sababu tutakuwa na maombi ya awali hivi. Tutakuwa na kamchaka kidogo sababu Mungu aliweka huo msitizo yangu. Sikuwa vizuri kisauti, sauti ilikuwa iko vibaya. Kwa hiyo nikasema Mungu, nitaanzaje na maombi hayo na sauti iko hivi? Lakini sauti ikasema anza, mimi nitakutia nguvu kwenye hiyo sauti. Kwa hiyo nilikuwa na hofu kwamba nikiitumia sauti mara ya kwanza, na nilikuwa nimepata kafulu kidogo, kwa hiyo nikasema nitakwama, lakini sauti ikasema anza na maombi na kumaliza na maombi. Kwa hiyo tutaanza na maombi na kumaliza na maombi, kwa usisahau kuwahi ili tupate muda kidogo. Lakini pia usisahau kumwalika na mwingine, kwa sababu ni ujumbe ambao Mungu atautumia kugusa, kuachilia ufunuo, lakini pia kuwavusha ama wengi kutuvusha na kuwavusha wengi. Kwa hiyo usisahau kualika. Kama kuna magrupu unaweza ukatuma message ukaalika, na hatimaye wengi wakaja na kuja kukutana na Mungu na kupona. Sema amen. Kanisa la Mungu sema amen. Sauti nataka tusikilize, sema amen. Kwa sauti tena sema amen. Naomba niweke mbele yako malengo makuu ya somo. Kwa hiyo andika pamoja na mimi malengo makuu ya somo. Malengo makuu ya somo. Kama unaandika, nakusubiria umalize kuandika neno malengo makuu ya somo. Niyaweke yote alafu nifundishe kwa kifupi. Malengo makuu ya somo. Lengo la kwanza ni kutuonyesha umuhimu wa maombi. Ni kutuonyesha umuhimu wa maombi na faida zake. Ni kutuonyesha umuhimu wa maombi na faida zake kwa mtu katika kufanikiwa kiroho. Ni kutuonyesha umuhimu wa maombi na faida zake kwa mtu katika kufanikiwa kiroho. Nasubiri mmalize kuandika lengo la kwanza niweke lengo la pili. Lengo la kwanza nimesema ni kutuonyesha umuhimu wa maombi na faida zake kwa mtu katika kufanikiwa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Tena Bwana Yesu asifiwe. Wakati Mungu amenipa na wakati baadaye nikaanza kutulia na kupumzika, na nilipoamka nikaanza kutafuta, sauti ilianza tu na mimi kwamba andika malengo ya somo kwanza. Kwa mimi nikaandika malengo makuu ya somo. Lengo la kwanza, wakati natafakari, sauti ikasema na mimi ni kutuonyesha umuhimu wa maombi na faida zake kwa mtu katika kufanikiwa kiroho. Haleluya, watu wa Mungu. Kitabu cha Yakobo 5 ambao tumesoma mstari wa 17 hadi wa 18 anasema Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi. Akaomba kwa bidii mvua isinyeshe juu ya uso wa nchi muda wa miaka mitatu, na mvua haikunyesha. Biblia inasema mstari wa 18 anasema kwamba akaomba tena. Hebu sema akaomba tena. Kanisa, kwa sauti sema akaomba tena. Tena sema tena akaomba tena.
Sentensi inayofuata ya 10 anasema akaomba tena, mvua ikanyesha. Na mvua iliponyesha, anasema ya kwamba na nchi ikatoa ama ikazaa matunda yake. Kwa hiyo kilichozuia mvua kilikuwa ni maombi, na kilichofungua mvua kilikuwa ni maombi. Hebu tupungiane kama naongea na watu. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Anasema alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi. Lile neno tabia moja na sisi maana yake udhaifu alikuwa nao, kasoro alikuwa nayo. Kama ni kukosea alikuwa anakosea, kama ni kusema uongo inawezekana pia alikuwa anasema. Unasema unajuaje? Tunaona kwa Isaya nabii, Biblia inasema kwamba Isaya anamuomba Mungu amtakase midomo yake kwa sababu na yeye amekuwa na midomo michafu. Kwa hiyo alikuwa mwanadamu, kwa hiyo alikuwa na uwezo wa kukosea. Lakini anasema alipodhamiria kuomba kwa ajili ya jambo fulani, na jambo hilo lilikuwa ni kwa ajili ya kuzuia mvua miaka 3 na miezi 6. Kuomba kwake kulizuia mvua. Kanisa, haleluya. Lakini akafanya zoezi la kwanza kuzuia, akarudi tena kufanya zoezi la pili. Ni kama alikuwa anajipima ama alikuwa anatafuta uhakika kwa Mungu kwamba Mungu anamsikia. Kwa hiyo akaweka assignment ya kwanza kwamba zoezi la kwanza ni kuzuia miaka 3 na miezi 6. Zoezi la pili, alipoona la kwanza limekubalika, akatafuta vile vile kuhakikisha miaka 3 kwamba amefunga, na sasa anataka kuona Mungu anamsikia tena. Akaomba tena, na Biblia inasema mstari wa 18, akaomba na mbingu zikatoa mvua, na baada ya mbingu kutoa mvua nchi ikazaa matunda yake. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Tena Bwana Yesu asifiwe. Mwandishi anataka kutuonesha namna ambavyo Elia alielewa umuhimu wa maombi, kwamba kuna vitu anaweza akataka kuvifanya na akavifanya kupitia mlango unaoitwa maombi. Na alipoomba, Biblia inasema ya kwamba Mungu alisikia, na Mungu aliposikia akafanya alichomuomba. Kwa mara ya kwanza kikafanyika kwamba mvua isinyeshe, na Mungu akafanya. Unajua kibibilia mvua ni moja ya baraka ya kiagano kati ya mwanadamu na Mungu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kibibilia mvua ni moja ya baraka ya kiagano baina ya yeye na mwanadamu. Kwa ilikuwa ni ngumu sana kuizuia mvua, kwa sababu mvua ni moja ya baraka ya kiagano, kwamba Mungu akitaka kubariki wanadamu maana yake anaachilia baraka ya mvua. Biblia inasema katika Zaburi ya 65 mstari wa 9 na kuendelea, Zaburi ya 65 mstari wa 9 na kuendelea, umeijilia nchi, umeisawazisha, umesawazisha matuta yake, umeibariki, imeanza kuzaa. Kwa hiyo kama anaijilia nchi kwa njia ya mvua, maana yake kibibilia mvua ni mmoja wapo ya agano la baraka kati ya mwanadamu na Mungu. Lakini angalia lile agano la baraka, tunaona mtu mmoja anaitwa Elia anazuia. Kanisa, haleluya. Anazuia. Utazuiaje kitu ambacho ni agano la Mungu na wanadamu? Alafu tuangalie kona anayotumia kuzuia. Anatumia kona ya maombi, akaomba. Kwa lugha nyingine kiroho, maombi yana nguvu kubwa sana mbele za Mungu mtu anaposimama katika nafasi yake katika kuomba. Sema amen. Tupungiane hebu tafadhali. Nisaidie kumpigia Bwana Yesu makofi tafadhali. Kwa hilo ni lengo la kwanza, kutuonyesha umuhimu wa maombi na faida zake kwa mtu katika kufanikiwa kiroho. Lengo la pili, andika lengo la pili. Naomba tukimbia haraka kama Mbezi Beach. Lengo la pili, kutuwekea msisitizo wa kuweka bidii katika kuomba ili kusababisha matokeo. Wewe unayeandika, kutuwekea msisitizo wa kuweka bidii katika maombi
ili kusababisha matokeo. Kutuwekea msisitizo wa kuweka bidii katika maombi ili kusababisha matokeo. Lengo la pili nimesema kutuwekea msisitizo wa kuweka bidii katika maombi ili kusababisha matokeo. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Mafanikio yote kwenye maisha ya mtu yanabebwa na kitu kinachoitwa bidii. Unapoona watu waliostawi, waliofanikiwa kiuchumi, waliofanikiwa kihuduma, waliofanikiwa katika nyanja mbalimbali, sio tu kwa sababu walipata channel ya kufanikiwa. Nyuma yake waliambatana ama viliambatana na kitu kinachoitwa bidii. Inasema alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi, Elia, lakini alipojivua tabia ya ubinadamu akavaa kitu cha kiungu ndani yake, alafu akaweka kitu kinachoitwa bidii, akaomba kwa bidii. Alipoomba kwa bidii, Biblia inasema ya kwamba aliweza kuzuia, aliweza kunyamazisha mbingu zikatae kutoa. Hata mawingu alipojikusanya alinyamazisha. Mawingu alipotaka kujikusanya mashariki na magharibi yatengeneze mvua, neno lake lilinyamazisha. Maana yake Biblia inasema akaomba kwa bidii. Jamani, haleluya! Bidii ni nguvu inayosababisha jambo kutokea hata kama jambo hilo lilikuwa liwezekani kutokea. Oh, haleluya kanisa, haleluya! Kwenye eneo lolote la maisha yako unapokuwa na bidii, bidii kuna namna ambavyo inashurutisha vitu kutokea. Ukiangalia kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, mlango ule wa 12 mstari ule wa kwanza na kuendelea, lakini nataka nisome mstari wa 5 na kuomba pale kwenye TV kama unaweza ukatuwekea Matendo ya Mitume. Asante sana. 12:5. Mimi nitasoma mstari wa 5. Angalia sentensi inavyosema: basi Petro akalindwa gerezani, nalo kanisa likamwomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Nataka uone lile neno juhudi. Lile neno juhudi maana yake ni zaidi ya bidii ya kawaida. Kwa nini? Mwanzoni kulikuwa na ndugu yao aliyeuawa anaitwa Yakobo. Kwa hiyo Yakobo alipokamatwa akauawa, waliomba kawaida, Mungu tunakuomba Baba yetu wa mbinguni sana, tafadhali mtetee Yakobo afunguliwe. Wakaenda kulala, Yakobo akafa. Baada ya muda akakamatwa mtume mwingine anaitwa Petro. Sasa Petro ndiye alikuwa kiongozi baba wa kiroho mkuu. Wakashtuka wakasema, Yakobo amekufa, sasa baba mkuu ndiye amekamatwa, itakuwaje? Kwa kuna namna wakapata mshtuko uliowapa msukumo wa kwenda kwenye maombi kwa mzigo. Na walipoenda kwenye maombi kwa mzigo, mwandishi anasema kanisa likaomba kwa juhudi. Biblia inasema lilipoomba kwa juhudi, sentensi inayofuata ilimlazimisha Mungu mbinguni akatuma malaika. Malaika wakaenda gerezani, wakamtoa Petro gerezani. Gereza limefungwa tena kwenye lindo la 4, chumba cha 4. Maana yake kuna cha kwanza, cha pili, cha tatu mpaka cha 4. Lakini malaika hakuzuilika. Mbingu ziliamua, na zilipoamriwa na kanisa lile la Matendo ya Mitume, Biblia inasema ya kwamba malaika akaenda gerezani akamchomoa Petro, akatoka kule. Alienda kinyume na sheria za kiroho. Unajua sheria ya kiroho ya kimahakama, ukitaka kumtoa mtu kama amefungwa, kuna kitu kinachoitwa remove order. Maana yake utaenda utafuata taratibu, alafu utapewa kitu kinachoitwa remove order. Ukienda kule wasimamizi ukishawapa kile, maana yake wanamwachia mtu. Wale hawakutafuta remove order,
Walienda kwenye sheria ya kiroho, wakaitafuta remove order ya kiroho ambao sio ya muda fulani. Remove order haikuwa ya muda fulani. Maana yake wakati gereza limefungwa pande zote, lango la kwanza, lango la pili na la tatu, na askari ndani na silaha, Petro ana pingu mikononi na kwenye miguu, wakifikiria kwamba wanamuua kesho yake, remove order ya mbinguni ikaingilia katika zako ndani ya siku tatu. Tunapokwenda katika maombi, nenda na gia ya kusababisha yawepo matokeo ndani ya siku hizi tatu. Ngoja niongee na watu waliopiga makofi, maana kwa wameelewa, lakini bado kuna watu ambao hawajaelewa. Nimesema katika maombi haya ya siku tatu usiombe kawaida. Hakikisha ya kwamba unaweka hapo na gia nyingine ya maombi inayoitwa bidii, inayoitwa juhudi. Maana yake kutumia nguvu kupitiliza, maana yake kutumia uwezo wako kupita hali yako ya kawaida, ili kusababisha matokeo ya kile unachokiomba. Sema amen. Kanisa sema amen. Andika lengo la tatu. Lengo la tatu, kutufunulia uwezo na nguvu ya kipekee katika maombi. Kutufunulia uwezo na nguvu ya kipekee katika maombi. Kutufunulia uwezo na nguvu ya kipekee katika maombi inayoweza kuzuia kitu kisitokee. Kutufunulia uwezo na nguvu ya kipekee katika maombi inayoweza kuzuia kitu kisitokee. Kutufunulia uwezo na nguvu ya kipekee katika maombi inayoweza kuzuia kitu kisitokee katika mwili na katika roho. Kutufunulia uwezo na nguvu ya kipekee katika maombi inayoweza kuzuia kitu kisitokee katika mwili ama katika mwili na katika roho. Kutufunulia uwezo na nguvu ya kipekee katika maombi inayoweza kuzuia kitu kisitokee katika mwili na katika roho. Ninaamini kwa sababu naongea na watu wa mjini, tumemaliza. Kanisa, haleluya. Tena haleluya. Kutufunulia uwezo na nguvu ya kipekee katika maombi inayoweza kuzuia kitu kisitokee katika mwili na katika roho. Pale kwenye Yakobo 5:17 hadi 18, nikuombe tena mtaalamu wetu utuwekee pale kwenye screen tena, tusome pamoja Yakobo 5:17 hadi 18, lakini tuanzie mstari wa 17 ili nifafanue kile ambacho nilitaka kusema kupitia lengo la tatu. Angalia. Elia, naomba tusome wote 1 2 3, twende watu wa Mungu. Elia. Tafadhali naomba twende wote, watu wa online wanatusikiliza, kwa hiyo tafadhali naomba tusome tuko sauti. Twende 1 2 3. Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi. Akaomba kwa bidii mvua isinyeshe. Na mvua haikunyesha juu ya nchi muda wa miaka 3 na miezi 6. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Nataka tukae tena pale, alafu tutasoma mstari wa 18, alafu atuachie mstari ukae pale pale. Anasema alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi, akaomba kwa bidii mvua isinyeshe juu ya nchi muda wa miaka 3 na miezi 6, na mvua haikunyesha katika nchi. Nachotaka kukuonesha hapa, alitumia ufunguo ama mamlaka inayoitwa maombi, na lengo la tatu anasema kutufunulia uwezo na nguvu ya kipekee katika maombi inayoweza kuzuia kitu kisitokee katika mwili ama katika roho. Kabla mvua haijanyesha kwenye ardhi, mvua inaandaliwa kwanza kwenye ulimwengu mwingine. Amen. Kanisa, amen. Ndio maana kipindi kile ambacho anapambana na mtu anaitwa Yezebeli akazuia mvua,
Baadaye alipoomba inyeshe, alikuwa anamtuma mtumishi wake, anamwambia nenda kaangalie. Anasema hamna kitu, nikiangalia angani hamna kitu, kweupe. Akaendelea kuomba tena, akamwambia rudi tena, akamwambia sioni. Akaendelea kuomba, akamwambia rudi tena, akasema naona wingu kama ngumi limeanza kujikusanya, maana ke dalili za mvua. Na Waswahili wanasema dalili za mvua ni nini? Ni mawingu. Sema amen. Alafu baada ya muda akamtuma kwa mtu, akamwambia nenda kamwambie aondoke haraka aende, kwa sababu hiyo mvua inayodondoka hapo sio mvua ya kawaida. Ni kweli huyo mtu alikuwa ana gari, akamwambia mwambie awashe gari aondoke, kwa sababu itakayoonyesha hata wiper, si ndio wiper zile zinazo nani amen, hata wiper za gari hazitaweza kumsaidia barabarani hiyo mvua, kwa mwambie akimbie. Akaenda akamwambia, akamrudia akamwambia nimeshamwambia. Wakati Elia anajipanga kidogo, jamaa amewasha gari, mvua ikaanza kunyesha ambayo sio ya kawaida. Biblia inasema ya kwamba jamaa akalichomoa gari kwa namna ambavyo aliona mvua ilivyo kubwa. Na wakati labda Elia alikuwa anategemea lifti, akupata lifti, lakini Biblia inasema kwamba Elia akavikwa nguvu za kimbingu ambazo alienda spidi mpaka akaovertake gari, akafika haraka alikokuwa anaenda, akajikinga mvua. Fikiri mtu anakimbia kwa spidi mpaka analivuka gari. Ilikuwa mvua ya namna gani? Maanake haikuwa mvua ya kawaida. Pona ya huyo aliyekuwa anaambiwa ilitegemea usikivu wake. Hapa nataka nikuoneshe namna ambavyo nguvu ya maombi ina uwezo wa kuzuia. Yaani ukiamua kizuilike, kinazuilika. Ukiamua kitokee, kinatokea. Kwa nini? Ni eneo ambalo Mungu amempa mwanadamu akisimama kwa uaminifu. Kuna vitu vinatokea katika jina la Yesu aliye hai. Na mimi nakuombea katika siku hizi tatu. Inawezekana una mali unapita, inawezekana una aina ya vita, inawezekana una aina ya jambo ambalo lina kutesa. Katika siku hizi tatu tumia ufunguo wa maombi kuhakikisha ya kwamba unasema nafunga, ama kama ni kufungua wamefunga vikafunguke kwa jina la Yesu aliye hai. Ungemwongezea Yesu makofi kama ni ya kwake tafadhali. Lengo la nne, kutuonyesha nguvu ya maombi inavyoweza kufanya mapinduzi. Kutuonyesha nguvu ya maombi inavyoweza kufanya mapinduzi na mageuzi kiroho. Kutuonyesha nguvu ya maombi inavyoweza kufanya mapinduzi na mageuzi kiroho dhidi ya nguvu nyingine. Kutuonesha nguvu ya maombi inavyoweza kufanya mapinduzi. Wewe unayeandika kama hujapotea, sababu inawezekana ulianza kuandika lakini sasa umepotea. Naomba nikukumbushe kama mwalimu, unajua namna ya kutembea na darasa, lazima ujue kwamba unaweza ukaanza na watu katikati ya safari ukamwacha. Inawezekana tu kuna simu imeingia kwenye meseji yake, basi alipoingia kusoma basi akapotea. Ya nne nimesema kutuonyesha nguvu ya maombi inavyoweza kufanya mapinduzi ama mageuzi kiroho. Inavyoweza kufanya mapinduzi kiroho, inaweza kufanya mapinduzi na mageuzi kiroho dhidi ya nguvu nyingine. Kutuonyesha nguvu ya maombi inavyoweza kufanya mapinduzi na mageuzi kiroho dhidi ya nguvu nyingine. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Watu wangu wa Mbezi Beach, Bwana Yesu asifiwe. Tena Bwana Yesu asifiwe. Kutuonyesha nguvu ya maombi inavyoweza kufanya mapinduzi ama mageuzi, kufanya mapinduzi na mageuzi kiroho dhidi ya nguvu nyingine. Angalia kile kitabu cha Matendo ya Mitume mlango ule wa 12. Waturudishie tena Matendo ya Mitume mlango ule wa 12 mstari ule wa 6.
hata ule wa 8. Matendo Mitume 12 mstari wa 6 hadi ule wa 8. Naomba tusome pamoja ubaoni. Hata wakati Herode alipotaka kumtoa usiku ule, Petro alikuwa amelala katikati ya askari wawili, amefungwa minyororo miwili, walinzi mbele ya mlango wakiilinda gereza. Mara malaika wa Bwana akasimama karibu naye, nuru ikamlika mle chumbani, akampiga Petro ubavuni, akamwambia akisema, ondoka upesi. Angalia sentensi inayofuata, naomba tusome wote pamoja. 1 2 3. Minyororo. Tamani twende pamoja. 1 2 3. Turudie pamoja tena. Minyororo. Naomba tusome 1 2 3, twende. Minyororo yake ikamwanguka mikononi. Turudie tena 1 2 3. Minyororo yake ikamwanguka mikononi. Tuendelee rafiki. Malaika wa Bwana akamwambia, jifunge, kavae viatu vyako. Akafanya hivyo. Kisha akamwambia, jivike nguo zako ukanifuate. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Nataka uone ile neno minyororo yake ikamwanguka upesi, maana yake ikavunjika, ikakatika. Haikuwa rahisi. Wala ambao wanaelewa, kama umefungwa na pingu haifunguki kirahisi. Lakini hawakutafuta funguo, hawakutafuta labda nyundo ama chuma ya kuvunja. Kanisa lilipoomba, malaika akatumwa. Sema amen. Malaika alipokwenda gerezani akamkuta yuko kwenye chumba cha 4 kule ndani, milango yote imefungwa. Malaika alikuja na nguvu. Sema amen. Alipokuja na ile nguvu, milango yote ikafunguka, akaingia ndani cha 4 kule ndani. Kwenye kile chumba cha 4 alipoingia, akamkuta ana minyororo miguuni, ana minyororo kwenye mikono. Biblia inasema kwamba akugusa minyororo, alimgusa tu ubavuni. Alipomgusa ubavuni, ile nguvu ikaingia ndani, ikaenda kwenye mikono, ikaenda kwenye miguu. Minyororo yote ikakatika kwenye mikono, ikakatika kwenye miguu, na kila mahali. Hata kama kiroho nafsi yake ilishakubaliana na kifungo, vyote viliondoka. Kwa nini viliondoka? Kuna nguvu ambayo ililetwa na malaika. Kanisa lilipoomba kwa bidii, kilichotokea, malaika alipokuja, hakuja tu na nguvu ya kufungua milango, alikuja na nguvu ya kufungua na minyororo iliyomfunga rohoni na mwilini. Ile minyororo ikakatika. Kanisa, haleluya. Hayo makofi naomba muongezee Bwana Yesu tafadhali. Naomba muongezee Bwana Yesu tafadhali. Maana yake, kumbe unaweza ukaomba. Kuna eneo limekamatwa, kuna eneo la maisha yako, kuna eneo la uchumi, kuna eneo la ndoa, kuna eneo la kazi, kuna eneo la huduma. Inawezekana kwa nje hauoni minyororo, kwa nje hauoni kilichofunga, lakini huoni kusogea, lakini huoni kupiga hatua. Unapoingia katika ulimwengu wa roho, ukamlilia Bwana kwa ajili ya hilo eneo, kinachotokea, kuna malaika anayetumwa. Yule malaika anapokuja, ana nguvu anayokuja nayo. Anapoachilia ile nguvu, hata kama minyororo ulikuwa uioni, malaika anaikata. Ikikatika, unaanza kuona breakthrough. Ikikatika, unaanza kuona wepesi. Ikikatika, mahali ambapo ulikuwa hauna kibali, unaanza kupata kibali katika jina la Yesu aliye hai. Pigie Yesu makofi kama umeelewa kitu ambacho ninaongea mahali hapa jioni ya leo. Kwa hiyo uwe na uhakika, kama Mungu ametupa ujumbe huu, hizi siku 3 wako malaika wameketi hapa kwenye anga na kwenye madhabahu kwa ajili ya siku 3. Haijalishi ni minyororo ya aina gani imekufunga, ni ya ukoo, ni ya mababu, ni ya uganga imekufunga, yuko malaika atakaye kata hiyo minyororo katika jina la Yesu aliye hai. Sema amen. Nasema yuko malaika
atakayekata. Inawezekana kuna mahali umefika, umejikatia tamaa, umefika unaona kana kwamba hapa napitaje, hapa nitaendaje, hapa nitavukaje. Isikusumbue, yuko malaika ambaye atakata minyororo, na atakapokata minyororo kila kilichokusudiwa kitaachiliwa, kwa sababu hakuna kinachoweza kuzuia nguvu ya maombi katika ulimwengu wa roho. Haleluya! Itakatika, haijalishi aina ya nguvu iliyofunga, hakuna kinachoweza kuzuia maombi. Matendo, kanisa la Matendo linatuonesha, Elia anatuonesha alipoingia katika maombi, maombi yalifanya kazi. Kanisa lilipoingia kwenye maombi, minyororo ikatika. Kina Paulo walipofungwa na Sila wakawekwa gerezani, hawakubishana na askari, hawakugombana, hawakupiga simu wapendo tunaomba mtuwekee mdhamana. Walijua ya kwamba wametufunga sisi, lakini nguvu tuliyobeba ya kiroho hawajaifunga. Tuko nayo gerezani, hatutaomba msaada kwa wanadamu, tutaitumia nguvu hiyo hiyo kutoka kwenye hili gereza. Na Biblia inasema ya kwamba wakaomba na kusifu. Walipokuwa wanaomba na kusifu, milango ya gereza ikafunguka. Siku 3 hizi kuna milango inaenda kufunguka kwenye maisha yako katika jina la Yesu aliye hai. Haijalishi ni aina gani ya kufuli, ni aina gani ya minyororo, ni aina gani ya kifungo cha kufuli, wewe simama katika madhabahu ya Mungu aliye hai. Hiyo minyororo itakatika. Sema amen. Kanisa sema amen. Sema amen. Sema katika kwa jina la Yesu. Sema kila minyororo ya ukoo, ya maneno, ya kichawi, ya uganga, sema katika, katika. Paza sauti, sema katika, katika. Sema hata kama ni minyororo ya matamko, sema unakwenda kukatika kwa jina la Yesu aliye hai. Unasema itakatika. Amen. Makofi mengi mengi kwa shujaa wa msalaba. Ndio nimekuomba utachukulia kawaida. Ukiona mtu anapuuza, ukiona mtu anaona kawaida, ukiona mtu kwenye ibada amesimama na unataka kumfuata, utakuwa hujui kwenye ibada umekuja kwa ajili ya kitu gani. Ng'ang'ana kuhakikisha ya kwamba siku 3 hizi zinazaa kitu kwenye maisha yako. Sema amen. Usije kiukawaida, useme kila siku tunakuwa na maombi ni kawaida. Hakuna kawaida kwenye madhabahu ya Mungu. Maana yake kama Mungu alitoa ufunuo kwenye madhabahu, akaachilia kwa makuhani wa hii madhabahu kwamba kila mwisho wa mwezi tuwe na siku 3 za maombi, uwe na uhakika kuna funguo ambazo zimeachiliwa ndani ya siku 3, kwamba watu wakivuka wasivuke kichovu, wakivuka wavuke watu ambao wana nguvu. Na mimi nakuombea Mungu aliye hai akuvushe mwezi wa 7 uende mwezi wa 8 ukiwa na nguvu za kishujaa. Kanisa, haleluya. Tena haleluya. Tena haleluya. Andika pamoja na mimi sasa umuhimu. Andika kwa herufi kubwa vile vile. Hapo ndo naanza somo. Yaani hapo ndo naanza somo sasa. Umuhimu na faida. Mtu amelala mpaka amepanua mdomo. Yuko kwenye maombi. Nisaidie kumamsha mtoto, si ni mtoto wako mama. Amke tu, ameshasinzia, asije akameza mbu. Umuhimu na faida, nimesema andika kwa herufi kubwa. Hapo ndo somo linaanzia, alafu nitaishia hapo, nitaendelea kesho. Umuhimu na faida za kuwekeza katika maombi kiroho. Nisema andika kwa herufi kubwa, capital letter. Umuhimu na faida za kuwekeza katika maombi kiroho. Wala ambao tumetulia na tunatamani kujifunza. Umuhimu na faida za kuwekeza katika maombi kiroho. Nasubiri kumaliza alafu nianze kuweka faida ya kwanza. Umuhimu na faida za kuwekeza katika maombi kiroho. Andika faida ya kwanza, andika. Faida ya kwanza, umuhimu wa kwanza. Ujazo wa nguvu za Mungu. Ujazo wa nguvu za Mungu ndani ya mtu zinazompa yafuatayo. Ujazo
wa nguvu za Mungu ndani ya mtu zinazompa yafuatayo: ujazo wa nguvu za Mungu ndani ya mtu zinazompa yafuatayo: ujazo wa nguvu za Mungu ndani ya mtu zinazompa yafuatayo. Yafuatayo andika A, ujasiri dhidi ya changamoto anayokabiliana nayo kimaisha. Ujasiri dhidi ya changamoto anayokabiliana nayo kimaisha. Ujasiri dhidi ya changamoto anayokabiliana nayo kimaisha. Ujasiri, kipengele A, ujasiri dhidi ya changamoto anayokabiliana nayo kimaisha. Kitabu kile cha Mithali 24 mstari wa 10. Mithali 24 mstari wa 10. Mithali 24 mstari wa 10. Angalia neno la Mungu linavyosema. Kitabu cha Mithali 24 mstari wa 10 umetokea ubaoni. Asante sana. Anasema maneno haya. Naomba tusome wote. 1, 2, 3. Twende. Ukizimia siku ya taabu, nguvu zako ni chache. Twende tena, tumesoma vizuri kwa sauti tena. Ukizimia siku ya taabu, nguvu zako ni chache. Kwa mara nyingine twende. Ukizimia siku ya taabu, nguvu zako ni chache. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Tunatazama kwa habari ya umuhimu na faida za kuwekeza katika maombi kiroho, kwa sababu somo letu linasema wekeza katika maombi ili ufanikiwe katika vikwazo vya mafanikio kiroho. Na tumetoka kwenye malengo kadhaa ambayo nimeyataja, na sasa nataka niingie kwenye somo ambalo nitasema kwa uchache. Tusimame tuombe, alafu tuonane kesho kwa habari ya umuhimu na faida za kuwekeza katika maombi kiroho. Ya kwanza, faida ya kwanza ni ujazo wa nguvu za Mungu ndani ya mtu zinazompa mtu yafuatayo. A, ujasiri dhidi ya changamoto anayokabiliana nayo kimaisha. Mara nyingi mtu anaopita katika changamoto kama hana nguvu, Mithali 24 imesema atazimia. Kuzimia maana yake kukata tamaa. Kuzimia maana yake kuvunjika moyo. Kuzimia maana yake kupoteza tumaini. Kuzimia maana yake kuona kwamba haiwezekani. Kuzimia maana yake kutokuona njia ya kutokea. Lakini anasema kama mtu ana nguvu, maana yake hawezi kuzimia. Lakini kama hana nguvu, maana yake atazimia. Jamani, haleluya! Kanisa la Mungu, haleluya! Lakini unapokuwa umewekeza katika maombi, unapokuwa umejaa nguvu za Mungu, hata kama una hali mbaya kwa namna gani, hata kama unapitia changamoto nzito kwa namna gani, hata kama unapitia jambo linalouma na kuumiza kwa namna gani, na watu wanajua na watu wanafahamu, nataka nikuambie, ukiwa umejaa nguvu za Mungu ndani yako, kinachotokea ni kwamba unakuwa na ujasiri ndani yako, kwa sababu nguvu za Mungu zikiwa ndani ya mtu zinampa ujasiri mtu. Sema amen. Ndio maana kina Paulo na Sila walipofungwa gerezani hawakuanza manunguniko, hawakuanza kumkasirikia Mungu. Mungu, tumehubiri, Mungu tumefanya vitu vingi vya kwako, Mungu tumefanya hiki na kile, mpaka tumefanya hiki, mpaka wachawi wametupa uchawi, leo Mungu umetuacha, tunaingia gerezani. Hawakulia, kwa sababu walikuwa wamejaa nguvu za Mungu. Biblia inasema kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 16 mstari wa 25 na kuendelea, wakiwa gerezani walikuwa wanapiga mapambio, walikuwa wanamsifu Mungu, walikuwa wanaomba, walikuwa wanamtukuza Mungu. Unamtukuzaje Mungu kwenye changamoto ya gereza?
Unamtukuzaje Mungu wakati kuna vitu umepoteza kwenye maisha yako? Biashara ile ile ambayo ulikuwa unamtolea fungu la 10 imepigwa. Kazi ile ile ambayo ulikuwa unamtolea fungu la 10, ulikuwa unaitumia kusapoti watumishi wa Mungu, umefukuzishwa, umesimamishwa. Lakini kama tumaini lako halikuwa kwenye hiyo biashara, halikuwa kwenye hiyo kazi ya ofisi, unapofukuzwa kazi, kama tumaini lako lilikuwa kwa Mungu, nataka nikwambie bado unaishi katika furaha. Utakuwa na mahangaiko machache, lakini bado nafsi yako inakuwa na ujasiri katikati ya lile pito, kwa sababu haukuwa umeweka moyo wako kwenye kazi, haukuwa umeweka moyo wako kwenye ile biashara, uliweka moyo wako kwa Mungu aliyekupa hiyo kazi, Mungu aliyekupa hiyo biashara. Ungemwongezea Yesu makofi kama mlikuwa mnapiga makofi, mlikuwa mnampigia Bwana Yesu makofi. Sio maana huyu baba Paulo na Sila hawakulia, hawakulalamika, hawakujuta. Kwa nini? Walikuwa wamewekeza katika maombi. Sema amen. Vita ilipotokea, mioyo yao ilikuwa na ujasiri. Wakati changamoto inapambana kutaka kuwaondoa, mwimbaji mmoja akaimba, vumilia roho yangu, majaribu ni kama moto yanachoma imani yangu, Bwana naomba unisaidie. Huyu mwimbaji aliyeimba alikuwa ameweka tumaini kwa Mungu. Wakati vita vimemwinukia, alikuwa amewekeza katika kuomba. Hata imani ilipokuwa na chomo, alikuwa anaongea na nafsi yake kwamba nafsi vumilia, nafsi vumilia, nafsi vumilia, bado muda mchache tu nitavuka hapa. Nafsi nyamaza, baada ya muda mchache nitavuka hapa. Na mimi nataka nikwambie katika jina la Yesu aliye hai, hapo unakopapitia hapata kuua, hapata kumeza, hapata haribu kesho yako, ila panatengeneza kesho yako. Ekeza katika maombi, ekeza katika kuomba, ekeza katika kumtumainia Mungu. Sema amen. Kanisa sema amen. Kanisa sema amen. Huwezi kuzimia kama hauna nguvu. Kama ndani yako una nguvu ya kutosha, unazimia pale ambapo hauna nguvu. Angalia Zaburi 127 mstari wa kwanza alafu na watano. Tutasoma mstari wa kwanza alafu baadaye mstari wa tano, alafu nitahitimisha. Naomba utuwekee tena ubaoni pale Zaburi 127 mstari wa kwanza alafu tutaruka tutasoma mstari wa tano. Angalia sentence ile 127 Zaburi mstari wa kwanza. Bwana asipoijenga nyumba, wajengao wafanya kazi bure. Bwana asipolinda mji, yeye alindaye akesha bure. Kwa hiyo nguvu za Mungu ndani ya mtu ni ulinzi wa kila kitu. Sema amen. Kanisa la Bwana sema amen. Acha kumbania Mungu sauti, sema amen. Nguvu za Mungu ndani ya mtu ni ulinzi wa kila kitu. Angalia mstari wa tano. Huyu mtu akiwa amejaa nguvu za Mungu, angalia mstari wa tano. Heri mtu yule aliyelijaza podo lake hivyo, maana aliyejazwa nguvu za Mungu ndani yake. Naam, hawataona aibu wanaposema na adui langoni. Kanisa, haleluya. Nasema ukiwa umejaa nguvu za Mungu, huwezi kuzimia. Huwezi kukata tamaa, huwezi kuvunjika moyo, huwezi kupoteza matumaini. Hata kama unakunywa uji mwanangu, unalala, nakwambia uso wako unateleza, afya yako inateleza. Kwa nini? Nguvu za Mungu ndani yako. Biblia inasema furaha ya Bwana ni nini? Ni nguvu zetu. Sema amen. Kanisa sema amen. Lakini ukiona unazimishwa na mapito, kuna kitu kimepotea, kuna kitu kimepungua. Mtu mmoja wakati fulani nilipita katika pito gumu sana, alafu akawa ananiuliza maswali. Alikuwa ananifahamu, tunao karibu na ni kama baba wa kiroho kwake. Amenizidi umri, lakini ni baba wa kiroho kwake. Akasema, wewe umewezaje kuvuka hapo? Yaani mimi hilo kubwa hivyo. Nilikuwa nashuhudia vitu viwili. Sema lile moja tu liloshuhudia la mtoto wako akiwa mdogo. Akati anatambaa, mtoto alikuwa anatambaa, alafu kuna mlango, alafu kuna grill.
akaingiza mkono kwenye grili ambayo ilikuwa na uwazi. Alipoingiza mkono akasimama na lile grili, kwa hiyo akalirudisha mbele kidogo, akajibana mwenyewe. Kwa kujibana kutoa ukucha huu hapa, ndo kadogo ndo kanatambaa, sitasahau. Sasa aliyekuwepo ni mama mzazi kabisa, mamangu. Akashtuka. Aliposhtuka, anapokwenda pale kwenye grill, ajui kwamba apeleke huku au upande huu ndo alifungwa, akapeleka kwenye eneo la kukaza zaidi. Alafu wakati anapeleka yeye amepaniki, anachomoa. Kwa hiyo anafikiri analegeza, alafu huko amekamata mkono wa mtoto anachomoa. Alipofanya hivi, ukucha ukabaki pale pale. Katoto kanatambaa, kalilia kwa kiwango ambacho huko ndani mimi nilikuwa naoga niondoke. Kwa sababu nimalizia kabisa kuvaa ile kilia, mtoto ilinishtua. Mama yake ameshafika, lakini mimi mwenyewe binafsi nafika pale namwangalia, nimepaniki. Mtoto hamtaki mama yake anajitahidi kumbeba, mnyonyeshe, hamtaki. Nikambeba, nikazunguka, unazunguka nyumba nzima, haelewi unafanya yani kilio. Mama anatoa nyonyo ampe, mtoto hataki na hamtaki mama yake. Nikairisha, nilikokuwa nakwenda, nikambeba mtoto, kampigia daktari naye mfahamu, akasema mlete kwa karibu na hospitali. Nikampeleka. Nilipompeleka mtoto, akasema hakuna dawa yote ya kumsaidia wala ya kunani, ila kinachoweza kumsaidia ni kachemshe maji, alafu mweke chumvi kidogo, alafu mwe mnadumbukiza. Itakuwa inauma, lakini mumshikilie, itasaidia, atapona kwa haraka. Hatuna dawa nyingine ya kumsaidia, ndio dawa pekee. Ukifanya vingine unaweza ukamuumiza zaidi. Kwa hiyo nikamchukua mtoto, nikarudi nyumbani, kafanya. Mtoto akaendelea, mtoto akapona. Siku moja wakati ninahadisia, alafu naweka pito fulani, alafu nikahadisia na hilo, akasema mimi hilo moja tu zito, mimi nashangaa umefanyaje? Hilo tu dogo ulilohadisia lilishawahi kumtokea mwanangu na mimi wa kwanza, ukucha ukabaki kwenye grili hivyo hivyo. Akasema akakimbizwa hospitali. Tuna hospitali iko karibu, inaitwa hospitali ya wilaya Patande nakoishi. Amefika, amesema amefikishwa pale na ndugu zake, na yeye yupo. Amefika pale, anamuona mtoto anavolia, akaniambia mtumishi, nilizimia mara mbili. Yani nilizimia mara ya kwanza nikaibuka, kuangalia mtoto bado yupo kwenye foleni, na nikazimia mara ya pili nikaibuka. Wakasema mpelekeni Mount Meru. Mount Meru ni hospitali yetu ya mkoa wa Arusha. Akasema akapelekwa Mount Meru. Akasema akiwa pale reception anaendelea kupokelewa, anaona kilio cha mtoto, yeye amshiki, ni mama yake mdogo amebeba mtoto. Akasema nikazimia mara nyingine. Mtoto sio anaingizwa kumwona daktari, sijui mtoto anaendelea kulia, nikimtazama nikazimia mara ya pili. Wewe ulifanyaje ukavuka kwenye hilo zito la namna hii? Wewe ili tu dogo milo anasema kwamba yani mtoto mara ulete mtoto nyumbani, mara uchemshe maji weke na chumvi. Yani mimi kwangu nilizimia mara 4, hospitali ya kwanza mara ya pili, hospitali nyingine ya pili mara 2. Kwa nini unazimia? Manake kuna kitu hamna, kuna nguvu hamna. Kwa ukiona kuna namna ambavyo unapokutana na jambo unazimishwa, kuna nguvu ambayo imepotea wiki hii na hizi siku 3 ambazo tuko nazo kumaliza mwezi. Bwana akujaze nguvu katika jina la Yesu aliye hai. Chochote cha kukuzimisha Bwana akiondoe kwenye moyo wako, akujaze nguvu na akupe neema. Sema amen. Pigie Yesu makofi. Simama kwa miguu yako. Ongeza tena makofi hayo, alafu simama kwa miguu yako tafadhali. Praise Him. Naomba mnisaidie tafadhali kwa ajili ya maombi ya hitimisho. Kamata na sadaka yako kabisa ya jioni ya leo, alafu tumshukuru Mungu tuweze kuagana kwa hizi dakika chache zilizobaki. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna popote, hakuna Mungu kama wewe. Anda sadaka yako, naomba usimame juu sasa. Hatuna muda mrefu, kwa naomba usimame tafadhali. Popote hakuna Mungu kama wewe, hakuna
Inua mikono yako juu, sema hakuna. Hebu abudu pamoja na wenzetu wanapomwabudu Mungu. Mwinulie Bwana wako mikono, mwambie hakuna, mwambie hakuna, mwambie hakuna. Bwana hakuna, hakuna mwenye ishara kuu kama wewe. Oh, hakuna, hakuna mwenye ishara kuu kama wewe, kama wewe. Tunakuinua, hakuna mwenye ishara kuu kama wewe. Wewe ni Mungu mwenye nguvu, hakuna mwenye ishara kubwa kama wewe. Yesu wangu tunakuinua, hakuna mwenye ishara kubwa kama wewe, Mungu. Si kwa majeshi, si kwa majeshi, wala silaha, ila ni kwa Roho Mtakatifu. Bwana, si kwa majeshi, si kwa majeshi, wala silaha, ni kwa Roho Mtakatifu. Hizo nguvu za giza zimeshindwa kwa jina la Bwana Yesu. Nguvu za giza zimeshindwa kwa jina la Bwana Yesu. Nyanyua mikono yako juu, mtu wa Mungu, nyanyua mikono yako juu. Nataka nikuongoze maneno machache tu. Tulishaomba pale mwanzoni na muda wetu sio mrefu sana, na mimi sitamani uchelewe kwa utaratibu, lakini naomba wakati umekamata sadaka yako unifuate maneno haya machache ambayo nataka nikuongoze mbele za Mungu. Kwa hiyo nyanyua mikono yako juu, sema Bwana Yesu. Bwana Yesu, sema Bwana Yesu, ninasimama mbele ya madhabahu hii. Mungu Baba, Mungu Baba, chochote ambacho nimekibeba ndani ya moyo wangu kilichobeba roho ya kuzimia ndani yangu, roho ya kupoteza matumaini ndani yangu, roho ya kupoteza uelekeo ndani yangu, jioni ya leo sema kwa damu ya Yesu, sema ninajivua kwenye moyo wangu, kwenye nafsi yangu, kila cha kuzimia, kila cha kunifanya kuzimia ndani yangu, kwa damu ya Yesu linajivua. Endelea, anza kuomba kwa habari ya kujikung'uta. Chochote ambacho inawezekana ni moja ya nguvu inayokufanya kuzimia, Baba, kila vita tunayopitia katika ndoa, katika uchumi, katika afya, katika huduma ambayo imebeba roho ya kuzimia, jioni ya leo kwa damu ya Yesu aliye hai tunajikung'uta. Endelea, kataa kuvuka mwezi wa 7 na kuingia na roho ya kuzimia, na roho ya kupoteza matumaini, roho ya kuzimika ndani yako. Kila vita, vita ya uchumi, vita ya afya, vita ya watoto, vita ya ndoa, vita ya huduma, sema najivua kwa damu ya Yesu aliye hai. Mungu
Mungu Baba, ingilia kati, ingilia kati, ingilia kati, kutuvua, kutuondolea kila cha kiroho, kila cha kuzimika, kila kinachofanya tuzimie katika ndoa, katika maono, katika ndoto, katika malengo. Damu ya Yesu Kristo ipite kutusaidia Baba wa rehema. Vingine vimeinuliwa kwa njia ya maneno, kwa njia ya sadaka, kwa njia ya magano, vingine ni misingi ya kifamilia. Tunajivua kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya chochote ambacho Baba kimeinuka Baba wa rehema cha kutufanya kuzimia katika ndoto. Endelea, usimwangalie jirani anavyoomba, weka bidii, sema chochote ambacho shetani anakitumia kunizima, najivua. Daudi anasema katika Zaburi 107 ya kwamba mstari ule, Bwana anasema mwenyewe, Sura 17, sitakufa bali nitaishi, sitakufa bali nitaishi. Sema kuzimika katika ndoa, najivua. Kuzimika katika huduma, najivua. Kuzimika kwenye uchumi, najivua. Kuzimika kwenye maono, kwenye malengo, najivua kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Mungu Baba, achilia neema yako Bwana, kutupigania, kutusaidia, kutuvusha, kutupa kuvuka katika kila eneo, kwa jina la Yesu aliye hai. Nyanyua mikono yako juu. Asante kwa bidii yako. Sema Bwana Yesu. Paza sauti kwa sauti yako, sema Bwana Yesu. Sema naachilia damu ya Yesu kwenye malango yangu katika ulimwengu wa roho. Kila aina ya nguvu ya kuzimia ambayo imefunga malango kwenye ulimwengu wa roho ili kunifanya kuzimia, ili kunifanya kukata tamaa, sema kwa damu ya Yesu. Sema ninafungua hayo malango, ninaachilia damu ya Yesu kwenye ulimwengu wa roho, kwenye malango yangu, kwenye njia zangu, kwenye mipango yangu, kwa damu ya Yesu. Kila zuio, kila kikwazo kwenye malango, sema kinaondoka kwa damu ya Yesu, kinaondoka kwa damu ya Yesu. Damu ya Yesu laiachilia. Anza kuachilia, inua mikono yako juu, peleka damu ya Yesu kwenye malango, kwenye ulimwengu wa roho, kwamba Baba, ninapoondoka mahali hapa, ninaamuru malango yangu katika ulimwengu wa roho, kila kikwazo cha kuzimia kilichoka kwenye malango, damu ya Yesu ipite. Asante, weka bidii. Asante, weka bidii. Baba wa rehema, tunapeleka damu yako kwenye utumishi wangu, kwenye uchumi wangu, kwenye ndoa yangu, kwa watoto wangu, kwenye kazi zangu, kila kilichokaa kwenye malango, kila kilichosimama kwenye malango, damu ya Yesu ipite, kuondoa kila kikwazo, kila kipingamizi, kila uzito, kila ushindani kwenye ulimwengu wa roho. Yesu, neema yako ipigane, ondoa kila roho ya kuzimika iliyokaa kwenye malango. Neema ya damu ya Yesu Kristo ikatupiganie na kutushindia. Mungu wetu, pokea sadaka zetu ambazo tunakutolea jioni ya leo. Pokea sadaka ule baba, sadaka ule mama, sadaka ule kaka. Pokea na wale ambao wanatufuatilia online TV, Bwana, wanaotoa kupitia akaunti namba inaonekana, Mungu Baba, kwenye mtandao. Ninakusihi na wao wabarikie kila mmoja anapoachilia sadaka hii, na uso wako uweze kwenda na sisi Bwana. Tutangulie katika ratiba zetu, na neema yako iende nasi, tuwe na usiku wa baraka, na nguvu zako ziende nasi katika jina la Yesu aliye hai. Amen. Asante kwa makofi yako. Mungu akubariki. Asante nao unayotufuatilia, Mungu akubariki. Mungu akikusukuma kuachilia sadaka, wamekuwekea namba kwenye akaunti, namba ya akaunti hapo kwenye skrini yako. Tafadhali husika na kwenda pamoja nasi na kuungana nasi kwa njia ya sadaka, na Mungu akubariki kwa ajili ya sadaka yako, na Mungu atubariki. Tuwe na usiku mwema. Usisahau kukaribia ibada ya asubuhi, morning glory, kwa ajili ya kuanza siku pamoja na Bwana. Naomba tuseme neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu kae na sote sasa na hata milele. Amen. Naomba kiongozi tafadhali, karibu.
Karibu kwa ajili ya sadaka yako. Bwana Yesu asifiwe. Mshangilie Yesu kwa ajili ya uaminifu wake, kwa ajili ya neema hii ajabu ambayo ameachilia kwetu, kwa ajili ya unyenyekevu wake na kwa ajili ya udhihirisho wa nguvu zake na hekima yake ambaye anaiachilia kwetu. Tunamtukuza Mungu kwa ajili ya mema yote ambayo anatutendea na kwa ajili ya neno hili ambalo ni la wakati kabisa. Tunamtukuza Mungu kwa ajili ya uaminifu wake na matendo yake makuu ya ajabu. Tunanyenyekea mbele zake na kumrudishia sifa na utukufu. Unaweza kumuongezea tena makofi kwa ajili ya mapenzi yake mema na uaminifu wake. Tunamshukuru Mungu. Endelea kualika watu, endelea kumwalika mwenzio yeyote ambaye labda yamkini hajasikia kwamba kuna semina, kawaalike. Tuma linki kwa rafiki yako, ndugu yako na jamaa yako, waalike kwamba tuna semina nzuri na yenye uweza na yenye nguvu za Mungu, na tukajifunze kwake, tukanyenyekee kwake. Mungu awabariki sana. Tuonane tena kesho jioni. Amen. Yesu kuabudiwa, unastahili Yesu kuinuliwa, unastahili Yesu kupewa sifa. Unastahili, unastahili, unastahili Yesu kuabudiwa, unastahili kuinuliwa, unastahili Yesu kuinuliwa, Bwana unastahili kusujudiwa, unastahili Yesu kusujudiwa. Tunakusifu Mungu wetu, twakuinua, yale uyatendayo makuu mno. Fadhili zako za milele haufananishwi na chochote. Ndiwe uliye mwanzo tena ni mwisho. Baba yetu tunakusifu, Mungu wetu twakuinua, yale uyatendayo makuu mno. Fadhili zako za
unastahili Yesu kuabudiwa, unastahili Yesu kusujudiwa, unastahili Yesu kupewa sifa. Unastahili